Katika taarifa ambazo tulizipa kipaumbele jioni ya leo, seneta maalum Paul Njoroge alifikishwa mahakamani huko Naivasha na kufunguliwa mashtaka ya kuzua rabsha. Seneta Njoroge alizozana kuhusiana na umiliki wa kituo cha mafuta na mali ya kampuni ya Vivo, kisa kilichopelekea yeye kufyatua risasi hewani hapo jana. Mgomo wa madaktari unaathiri zaidi watu wenye maradhi ya saratani ambao wanaendelea kukosa tiba katika hospitali za umma. Duru zinaarifu kuwa kuna mazungumzo yanayoendelea, huku washikadau katika sekta ya afya wakishinikiza serikali kuharakisha mazungumzo hayo na madaktari kurudi kazini. Wahudumu wa bodaboda huko magharibi mwa Kenya wanasubiri kwa hamu wanasiasa ambao wanaoendelea na kampeni zao kuwajuza matakwa yao kabla ya uchaguzi mkuu wa urais. Wahudumu hao wametuelezea matakwa hayo wakiyapa kipaumbele maslahi yao binafsi. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mahojiano yetu, lakini kabla ya kwenda kwenye mahojiano tupate taarifa kutoka kaunti ya Nakuru kule ambako viongozi kutoka sehemu hiyo wamehimiza serikali kukaza kamba katika uchunguzi wa ndugu watatu ambao walipatikana wameuawa katika kaunti ya Kiambu. Watatu hao walizikwa mapema hii leo nyumbani kwao katika kijiji cha Sachangwan. Mwanahabari Victor Ogale alihudhuria mazishi hayo na sasa anaarifu. Biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Sachangwan, kaunti ya Nakuru, kwenye mazishi ya ndugu Daniel Kenya Ndirango, Paul Mutunga Ndirango, Mwai Ndirango na Francis Kariuki. Watatu hao walitoweka nyumbani kwao mtaa wa Barnabas mjini Nakuru Januari tarehe 18, wasirejee tena na miili yao kupatikana wiki mbili baadaye mwituni kaunti ya Kiambu. Napenda kukashifu jambo hili kutumia lugha kali sana, kwa sababu hakuna Mkenya ako na haki ya kuuliwa wakati kama huu wa 21st century kwa njia kama hii, hata kama kuna makosa yote ambayo inaweza kuwa iko, ama hata kama kunaweza kuwa huko na tofauti ya kibiashara, na tunasema kwamba pole kwa familia hii, na jambo hili tutalifuata kama serikali. Wananiwasha na huzuni kubwa sana, hata badale wangewashika wawafunge kuliko kwenda kuwaua na kuwafutuba kichakani kilomita nyingi na mna hiyo mpaka Kiambu. Tayari uchunguzi umeanzishwa na maafisa wa ujasusi kuhusu mauaji hayo ya kinyama baada ya mkuu wa idara hiyo Ndegwa Muhoro kutoa idhini kuwa uchunguzi wa haraka ufanywe. Vile hawa watoto wameuliwa wakiwa watatu, hata nasi tunasema tungetaka kitendo ambaye kimefanyika hapa ni kitendo kibaya sana, na serikali yetu tunajua kweli ni serikali ambayo iko na mkono mrefu, na tunajua na tunaamini ya kwamba wale ambao wamefanya hiyo kitendo watapatikana. Ile kitu mimi nataka kusema ni kama mtu anajua mtu yeyote ila anahusiana na hii, tafadhali peana information kwa polisi. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kuwa watatu hao waliokuwa na mwenzao Patrick Mutuota walimwagiliwa kemikali mwilini kabla ya kutupwa msituni. Tayari wataalamu wanafanya utafiti kubaini ni kemikali ipi iliyotumiwa. Visa vya watu kutoweka na mwishowe kupatikana wakiwa wameaga dunia kaunti ya Nakuru vimekithiri mno, huku swala tata likiwa ni je, matukio kama hayo yatakwisha lini? Victor Ogale, KTN News, kaunti ya Nakuru. Naam, asante sana Victor Ogale kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, basi hivi sasa tuingie katika mahojiano yetu ambayo tutaangazia masuala mawili muhimu siku ya leo, kuwakumbusha tu kule ambako tunakoelekea ikiwa bado miezi 6. Kwanza tunaangazia ama tutajadili, nitampa fursa wakili tulionaye hapa atuelezee hii sheria ya uchaguzi inamaanisha nini kwa Mkenya ambaye anafaa kwenda kwenye uchaguzi, kwa kiongozi ambaye atapewa muda wake pia kuuza sera zake. Hapa nikizungumzia swala la kampeni, na vile vile wakati tunapoelekea kutamatisha taarifa zetu tutakuwa tunazungumzia hatua ambayo ilichukuliwa wiki jana na serikali kuwapeana washukiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya hapa nchini hadi katika serikali ya Marekani. Je, sheria zinasema nini kuhusiana na swala hili mtazamaji? Lakini kabla ya kwenda, tunaye hapa wakili George Kithi. Asante sana kwa kufika. Shukran. Kabla ya kuingia kwenye mada yetu, naomba kwanza utupe maoni yako kama wakili. Umemwona pale seneta mteule
Paul Njoroge akitoa bunduki yake na kurusha risasi hewani. Tukio kama hili, wewe ni wakili, unaona nini hapa? Unasoma nini? Na ni makosa mtu anayepewa silaha, kuna mikakati ama wakati mtu anaruhusiwa kuitumia, wakati maisha yake yanatishiwa na si kwa sababu ya hasira ama kuna mali ambayo inatishiwa, lakini ni jambo ambalo lilikuwa kotini na kwamba hakukuwa na sababu yoyote kutumia silaha hiyo, bunduki na risasi, lakini kwa sababu iko kotini, wacha tumpe nafasi ya kujitetea kotini. Lakini ni kusema kwamba wale ambao wako mamlakani lazima waweze kumudu silaha zao vyema. Lazima hasira utakasirishwa kila wakati, lakini si kila wakati ambao utakasirika ama kupata dhiki katika maisha yako unatoa bunduki na kufukuza watu ama kuudhi watu ama kuatisha. Ikawa ni makosa, si vizuri, na ni jambo ambalo lazima pia liangaziwe, na ni vizuri kwamba ijapokuwa yeye ni mtu ambaye katika mamlaka amenaswa na kuchukuliwa hatua, atasema sababu zake, labda kuna utetezi fulani atasikizwa, nadhani na uamuzi utapeanwa na hakimu. Bila shaka kesi iko kotini, na mojawapo wa sababu alizotoa ni kwamba alikuwa anajikinga kutokana na vurumai ambalo watu walikuwa wanasema kuna watu koko wanamlenga yeye, akaamua atumie, ndo atasikizwa. Kama kuna unajua katika picha uwezo na kila kitu. Ndiyo. Kama kuna vurumai kama hilo, itakuwa ni mwafaka kwake kwamba aliitumia. Kwa hivyo ni vizuri kwamba apewe nafasi mahakamani, ndio ikawa ni umuhimu wa mahakama, itasikizwa upande wote kisha itafanya uamuzi. Vyema kabisa. Tutaki kuingilia sana, mtazamaji, kama unavyofahamu maswala ambayo yako mbele ya mahakama huwa hatuwezi kuyaingilia sana. Ni nafasi tuitolewe kwa pande zote, kila mtu atoe ushahidi wake ndio hukumu iweze kupatikana. Lakini cha msingi hapa ni kwamba kuna wengine walikuwa wananiuliza, je, mtu kama huyu bunduki ile bado yuko nayo ama nini? Bunduki alinyang'anywa jana na polisi wakati alipelekwa polisi, na alitumikia kifungo ama alizuiwa polisi usiku kucha, na leo akafikishwa mahakamani. Ni kesi ambayo itaendelea tarehe 17 mwezi wa Aprili kama sijakosea, kufuatia uamuzi ambao ama jaji mwenyewe pale, hakimu, aliweza kutoa mapema hii leo. Uchunguzi unaendelea. Wakili, tuingie katika sheria hii ya uchaguzi. Naomba unifahamishe hata mimi, hizi sheria zinamaanisha nini? Ni sheria ambayo kwa muda tumekuwa tukiendelea kuikuza, na wajua juzi kulikuwa na vurugu ilifanyiwa mabadiliko Naam, juzi. Kwa sababu gani? Ni kana kwamba tutatumia teknolojia na pia stakabadhi ambazo zitakuwako kwa majina, orodha ya wale ambao watakuwa wanataka kupiga kura. Sajili hiyo ikawa kwamba kuna sajili ile ya moja kwa moja katika karatasi, majina kama ameandikwa, utapeleka kitambulisho chako, kisha utaangaliwa kama uko katika sajili hiyo, daftari ili mradi kwamba upewe nafasi ya kupiga kura, kumaanisha kwamba kila mtu atapewa nafasi. Pia kuna wale watu ambao labda wana changamoto, hawaoni, hawana vidole, wamekatwa mikono, wana ulemavu fulani, pia watazingatiwa. Kwa hivyo ni sheria ambayo kila mtu anatakana awe atapata nafasi. Moja kwa moja, naomba kabla hujaendelea tuangazie wale ambao wenye changamoto. Kwa mfano hapa leo tunataka tuilete kwa mwananchi wa kawaida apate kuielewa vizuri. Kwa mfano kuna wale wanaugua ukoma kwenye vidole vile, unakuta vidole vyao havina alama. Vipi ataweza kubainishwa kwamba huyu ndio yeye halisi na hatimaye ashiriki kupata haki ya kupiga kura? Watatumia kitambulisho. Kipana kitambulisho kina ile picha yako, sura yako kwa mfano hai, kama imegeuka lakini umependa kitambulisho, kuna labda maandishi fulani ambayo yatatumika. Kuna jina lako, watoka wapi, na kama ni eneo bunge fulani ama eneo utawala fulani ambao wewe unatoka. Kwa hivyo rahisi sana kutumia kitambulisho ikiwa wewe bado wewe mwenyewe utajipeleka. Kwa hivyo mtu yote ambaye ni mlemavu asikate tamaa, ana nafasi sawia na mtu yote yule, na haki ya kupiga kura. Kwa hivyo ni muhimu tuendelee kuwahimiza wananchi watumie mwafaka na nafasi hii, fursa ambayo wao wamepewa na katiba na itikadi ya demokrasia, kwamba wao watachagua viongozi ambao watatawala kwa miaka 5 hapa nchini. Mwezi wa Februari mwaka jana kulikuwa na zoezi kama hili, nakumbuka, ndio maana nikakuuliza. Nakumbuka nilikuwa nafuatilia taarifa hii tukiwa maeneo ya Magoro kule katika mpaka Busia na kuingia Uganda kule, na nilipata kuona mmoja wa wale ambao walemavu alikuwa anaugua ukoma. Kwa hiyo
waliweza kujisajili, lakini akashauriwa kwamba wakati wa uchaguzi kuwe kuna ule afisa msimamizi wa kile kituo. Itakuwa vizuri pia yeye awe yuko pale katika kumsaidia, maanake hana vidole, lakini kubaini sura yake ni ya kweli na vitu kama hivyo, ili aweze kushiriki. Na ni muhimu. Kwa sababu gani? Wajua hapo pia wanaweza kuwa na dhuluma kidogo. Kivipi? Mtu kama huyo, wajua kama mtu haoni kwa mfano, na kura zetu twazipiga kwa kuchagua, kwa kuweka nembo fulani ama kuchagua nembo fulani, kwa kuweka alama, sio? Sasa kama huoni mpaka useme mimi namtaka Ali, ndio Ali ako chama gani, labda ni ujumbe ambao huoni katika stakabadhi vile vile. Kwa hivyo lazima mtu awe na ile kutenda haki. Kwa hivyo kuna tegemeo kwamba wale ambao watahusika pia katika sheria wawe watafuatilia ukweli, kwamba mtu kama anataka mtu fulani atahakikisha kwamba haki yake imetimika, na tendo lake ama ule upendo wake atapendekeza mtu fulani, lazima hiyo alama itawekwa na pia kura yake isiharibike. Lazima kuwe na mashahidi wakati. Nadhani muhimu ni yule, kwa sasa sheria ni kwamba yule afisa mhusika, returning officer, atafanya usaidizi huu. Kura ni asiri, kwa hivyo ni vigumu sana kupata. Hatujaweka mikakati kwamba mtu atakuwa na wewe ukisema wamtaka mtu fulani akusaidie, ni kwamba yule afisa husika ndiye atakusaidia. Ikawa kwamba pia tashishi ni mtu husika ana mrengo gani wa siasa, kwa hivyo anaweza tumia dhuluma gani kutumia hiyo fursa kukejeli ile haki ya mlemavu. Kwa hivyo labda ni jambo ambalo pia tutasisitiza kwamba kuwe na mafunzo ya wale maafisa wanaohusika, ili kwamba mtu akitaja jambo fulani liweze vile anavyochagua ndio ambapo litaweza kutimizwa. Tuendelee kuzungumzia zaidi sheria hii ya uchaguzi. Upande sasa, tukiangazia sana upande wa yule ambaye anapiga kura, ana haki gani? Mpiga kura, unajua bwana, hawa watu wote kusema ukweli wanatafuta kazi. Uhuru Kenyatta yaniuliza mimi nimrudishe kazini, yuuliza Wakenya wote. Raila Odinga pia yuuliza kuandikwa kazi, apate nafasi. Kwa hivyo hao wote wanatafuta kazi. Ni siasa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kazi akiipata si wewe na mimi bwana. Rais ni mwingine. Kwa hivyo wala anajipigia debe kama mtu yoyote, kama vile wewe ukija hapa mara ya kwanza ulifanyiwa zoezi, ndio kwamba ukauliza maswali ukapata kazi. Wengine walikosa, wewe ukapata, sio? Sasa ni hivyo hivyo. Kwa hivyo moja kwa moja mwananchi lazima aangalie kwamba hawa watu wanakuja kwangu, ikiwa mimi lazima niwape nafasi ya kufanya kazi. Na wakifanya kazi, kumbuka kuna zaidi sana, hususan ni wao watapata fidia, kwamba watalipwa, watapata heshima, watapata hadhi fulani katika jamii. Kwa hivyo ukumbuke kwamba huna shurutisho lolote katika sheria, inakupa nafasi kwamba hushurutishwi na mtu yoyote. Usikubali kwamba wewe katika uwezo wako wote uutupe, ili mradi kwamba upige mtu kura kwa sababu amekushawishi kwa ila fulani bila mikakati ya kudumu. Una haki ya kupigia mtu kwa sababu ashakupa unga, ashakupa pesa, hiyo ni haki yako bwana. Lakini ikawa kwamba wewe mwenyewe ndo ukawa una ile bugudhi ya kwamba huyu mtu ushamchagua, lakini baadaye yeye atakufaa vipi? Kwa hivyo mwafaka ni kwamba haki ya mtu ni lazima aitimize mwenyewe. Kwa hivyo haki yako wewe lazima uilinde kwanza. Ikawa ni hivi, wewe kama kuna jambo litafanyika, usipofuatilia, kwa mfano kupiga ripoti kwa taasisi husika, ni polisi, ni wapi, usipofanya hivyo hakuna mtu atakusaidia, kwa sababu lazima wewe mjitokeze moja kwa moja. Pia ikakwamba ni sawia kwamba wewe usipotumia haki yako kupiga kura usaidiki na mtu yoyote. Moja kwa moja, wakili, tuzungumzie upande wa maandalizi ya kipindi kile cha kampeni. Sheria inasema nini kabla tujaingia katika mada yetu ya mwisho? Naam, sasa wale watu wote ambao wanatakana ikifika tarehe 9 ya mwezi huu, ambao ni miezi 6 nadhani kabla uchaguzi wenyewe, ndio lazima wawe washatoka katika mamlaka. Lakini kumbuka wakili, kuna sasa kesi ikaenda ikawakilishwa, ikaonekana kwamba mbona watu wengine waache kazi ndio waingie katika siasa, lakini wale magavana, maseneta, wale ambao wamechaguliwa, wabunge, wanaendelea kupata pato na katika mamlaka ya umma. Tukawaita public officers na state officers. Sasa kila mtu akawa ni state officer, public officer, lakini sheria ambayo inapendelea upande huu
na haipendelei upande huu. Ndio kuna swali lilipelekwa kotini katika mahakama ya katiba kubaini ni vipi sheria hii itaweza kuwakilisha mwananchi kwa usawia. Ndio kukaa na kusitishwa kwa kipengele hicho. Kwa hivyo mabwana bado wako kazini na bado wanafanya kampeni sasa. Naam. Tuende kwenye hii swala lingine ambalo ni kuhusiana na kuna Wakenya ambao walikamatwa kwa tuhuma za kuhusishwa kwenye biashara ya dawa za kulevya, makachero kutoka FBI wakishirikiana na maafisa wa polisi hapa nchini Kenya. Nadhani IG Boynet mwenyewe alithibitisha kwamba wao walishiriki pia katika kukamatwa kwa watu kama hawa. Sheria inasema nini kuhusiana na raia wa nje ama asasi ya nje kuingia katika taifa la Kenya, kuwanasa washukiwa na kwenda nao nje? Sheria inasema nini? Je, inawezekana hii? Ni sheria ni sheria ambayo ina dhamira yake ni hii kwamba mtu yeyote asiweze kutimiza ama kufanya makosa fulani ya uhalifu alafu akajificha nchi nyingine, ikawa kwamba kwa sababu tuna mipaka. So ni sheria ambayo inaangalia mipaka, kukata mipaka ili mtu anaweza kuingia kwa nchi nyingine. Hapa nchini tuna sheria aina mbili. Kwanza ya kuhusu mkataba baina ya Kenya na nchi za Jumuiya ya Madola, Commonwealth, na nchi zingine ambazo si Jumuiya ya Madola. Marekani si Jumuiya ya Madola. Kwa hivyo, kwa mfano hii kesi inahusika kina Akasha ni kwamba kama makosa yamefanyika hapa, haijalishi kama wewe ni Mkenya ama ni mtu wa Syria ama nchi yoyote ile, kama itakubalika na bainika kwamba kulifanya makosa ambayo ile nchi nyingine ni makosa na makosa yenyewe yameorodheshwa, si kila kosa. Kwa mfano kosa la trafiki ukilifanya Marekani huwezi itwa kule. Na kama ni makosa makubwa ambayo yameorodheshwa, moja hapo ikawa ni ulanguzi wa madawa ya kulevya, umeua, kwa mfano unajihusisha na mambo ya ujangili ama ugaidi, naam, kwa hivyo kuuza watoto ama mambo kama hao. Kwa hiyo kuna makosa orodha ambayo imewekwa. Kwa hivyo wewe uko umefanya makosa hayo ile nchi nyingine, hata kama huku yafanyia huku, lakini kwamba umefanya ili mradi kwamba umekiuka sheria za huko kwa aina ulivyojishirikisha katika kutenda hayo makosa, moja kwa moja ikawa kwamba wewe kuna jukumu la kukupeleka kule. Kwa hivyo kwanza ni kwamba kutawasilishwa mashtaka upande ule mwingine, alafu ile koti itaamua kwamba ni kweli umefanya mashtaka na kuna ile maombi ya kwamba upelekwe. Sasa akiletwa hapa ndo yatapitia mikakati fulani kotini pia hakikisha kwamba ni ukweli, alafu baadaye utapelekwa. Kumalizia dakika moja tu, hivi sasa pia kuna kesi moja kule Malindi ambako mshukiwa yuko kule Marekani. Bwana inadaiwa aliua akahepa akaenda Marekani. Sisi kama taifa la Kenya, wakati kesi inaendelea huku, tuna haki gani? Tunaweza kwenda pia kumwomba yule aje huko kwenye kesi ili sheria na moja kwa moja kama tutapitia kotini hapa tutapata stakabadhi za kotini za kuuliza kwamba yeye aletwe. Sasa kumbuka kwamba tukipeleka maombi hayo, yule mtu ana haki ya kusikizwa upande ule. Nitaenda ni kweli, lakini kuna udhulumu gani? Kwa mfano kuna nchi ambazo ziko katika hali ya vita, ikawa kwamba haki haitaendeleka. Je, sheria zetu hapa nchini ni vipi zitamdhulumu ule mtu mwingine, mtu ambaye ataletwa hapa? Mara nyingi huwa kama kuna siasa ndani, kwa mfano ni mwanasiasa anahusika, itakuwa vigumu kumleta hapa. Na pia kama yeye alienda huko kama mkimbizi, ikawa kwamba haki yake ni tofauti sana. Kwa hivyo yeye katika hali ya kumkimu ni tofauti na mtu wa kawaida ambaye amehepa, yani ametoroka kwenda kule, alafu tutajaribu kumleta. Kwa hivyo kule mpaka asikizwe, alafu baadaye ndio uamuzi uletwe kama ufanywe kama ataletwa hapa nchini. Sheria ya uchaguzi ni pana sana, wanawakili. Nadhani tutatafuta mada nyingine ambazo tunapokwenda na wakati itabidi pia tuziangazie zinasema nini. Kwa mfano kipindi cha kampeni, ni mabango gani yanafaa kutumiwa, ni aina gani ya kauli zinafaa kutolewa na viongozi wetu, manake tuko katika taifa ambalo kidogo kunapotokea migawanyiko kidogo, basi huwa ni kama yani ugonjwa vile unavyosambaa na kuathiri taifa zima. Hata hivyo
Asante sana kwa mawili matatu siku ya leo uliotupa. Tutazidi kuendelea na kufanya utafiti sheria hizi za uchaguzi ili kupata kumfaidi mwananchi ambaye anayetazama hivi sasa ajue haki zake ni zipi. Mtazamaji, ni wakili ambaye tunakuwa naye kila siku ya Jumatano. Kwa hiyo ambao unaopenda kutazama kipindi hiki cha Elewa Sheria, George Kite tutakuwa naye tena wakati ujao tukiangazia masuala mbalimbali buka kulingana na mazingira ambayo atakuwa yanatuzingira kuhusiana na taarifa tulizo nazo zinazokuhusu wewe. Mimi naitwa Ali Manzu.